Na naitwa Amon Tobias Mbiling, ni mwanzilishi na mmiliki wa Moshad Miracle Farm. Moshad Miracle Farm ni kampuni ambayo inajihusisha na uzalishaji wa mboga mboga na matunda. Hapa tulipo tuko kwenye kitalu nyumba cha hoho za rangi. Unaweza ukajiuliza hapa hizi hoho zinapateje maji na wakati ule ambapo pale juu pamefunikwa. Sisi hapa tunatumia mfumo wa drip irrigation, ambao mfumo ambao tunatumia kumwagilia unatusaidia kutumia maji kwa usahihi na kwa ufanisi, kwa sababu maji yanaenda direct kwenye mmea. Hizi ni hoho za rangi. Hoho za rangi zipo za aina kuu mbili. Kuna za njano na ziko zingine ni nyekundu. Hichi kilimo kinatumia most wakati ni miezi mitatu kutoka nursery hadi unaanza kuharvest hizi hoho zetu. Sasa leo tutajifunza kidogo kuhusu ni namna gani tunaweza tukalima hizi hoho zetu, na je, zina faida gani kwenye soko hapa Tanzania. Nianze na namna ambavyo tunalima hizi hoho. Sisi hizi hoho tunalima hasa kwa kutumia kilimo hai, hatutumii madawa yale ya kemikali. Sisi ndio maana tumejenga hiki kitalu nyumba kwa ajili ya kuzuia wadudu kuingia humu ndani. Kwa tunatumia kilimo hai kuzalisha hoho zetu kwa ajili ya afya ya binadamu. Na namna gani unaweza ukalima hii? Maybe unataka uko interest na kulima hizi hoho za rangi. Unaanzia wapi? Je, inawezekana? Kitu cha kwanza ambacho unahitaji kuwa nacho ni ardhi. Ukishakuwa na ardhi, pia unaweza ukawa na eneo ambalo unapata maji. Ukishapata eneo ambalo lina maji, tayari una uwezo wa kuanza hichi kilimo. Sasa namna gani unaweza ukapata haya materials, na namna ambao unaweza ukapata engineer wa kujenga hizo huduma tunafanya pia. Tunafanya hizo huduma. Kama unahitaji hizo huduma, unaweza ukatupigia simu tukakufanyia hizo huduma. Kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi tunafanya kilimo hai. Kwenye greenhouse yetu hii utaweza kuona mitego mbalimbali ambayo tumeiweka, ambayo pia inatusaidia kushika wadudu ambao wanakuwa wameingia, au na yenyewe pia sio kushika tu, inatusaidia kujua ni mdudu gani ameingia kwenye greenhouse yetu. Kwa hiyo hii mitego tunaitumia kushika wadudu pia na kuangalia ni mdudu gani ameingia kwenye greenhouse yetu, na ni namna gani tunaweza tukamtoa kwa kutumia njia za kilimo hai. Lakini pia ukiangalia vizuri utaangalia hizi kamba zimepanda hapa kwenye greenhouse. Hizi kamba zinatusaidia kushikilia mche wa hoho, maana hizi hoho za rangi zina tabia ya kupanda juu sana. Kwa hiyo tunaweka kamba kwa ajili ya kwamba zishikiliwe zisianguke. Na ukichunguza vizuri hapa kwa chini utaangalia kuna pumba, kuna mbolea ya kuku. Kama nilivyotangulia kusema, sisi tunatumia kilimo hai. Kwa hiyo tunatumia hasa mbolea tunazozitumia, tunatumia mbolea ya ng'ombe na mbolea ya kuku. Ila tumeweka pia maranda ya mpunga kwa ajili ya kuboresha pia udongo yanapooza. Sisi hapa kwenye shamba letu tunatumia especially mbolea za samadi ambayo ni mbolea ya ng'ombe. Kipindi tunaandaa shamba letu, matuta yetu, tunapasuaka katikati, tunaweka samadi nyingi. Lakini pia hoho zikishafika stage fulani tunatumia mbolea ya kuku. Na hapa chini pia tumeweka maranda ya mpunga kwa ajili pia yakisha hoza yanarutubisha udongo na yanaongezea udongo namna nzuri ya kushika maji. Kwenye greenhouse yetu hapa tumefunga mfumo wa drip irrigation, ambao huo mfumo unatusaidia namna nzuri ya kutumia maji kwa usahihi na kwa usanifu, kwa sababu maji hayo yanaenda direct mpaka kwenye mmea. Kwa hiyo sisi hapa hatuna upotevu wowote wa maji yanayopotea. Kwa hiyo maji yakifunguliwa yanakuja direct mpaka kwenye mmea. Kulinganisha na mfumo tunayotumia sisi hapa, tunatumia umeme. Kwa hiyo ukifungulia maji na umetumia umeme pia, maji ukawa yanapoteza, unakuta unaingia gharama kubwa ambayo haistahili. Kwa hiyo huu mfumo unatusaidia sana kutumia maji kwa ufanisi.
Unaweza ukajiuliza, je, hizi hoho zinakaa muda gani shambani? Unavuna mara ngapi? Hizi hoho bwana, ukizikianza kuvunwa tu, ile stage unaanza kuvuna, kinatokana umezitunzaje. Lakini minimum tunasema unaweza ukavuna miezi 6. Tangia umeanza kuvuna unavuna miezi 6. Kuna wengine wakizitunza vizuri wanavuna takriban miezi 9 hadi 10. Na ndio maana ukiangalia kwenye greenhouse yetu tumefunga kamba. Hizi hoho zinapanda juu sana. Kwa hii kamba inaisaidia kuhold hoho zisianguke. Kwa hiyo tunakuwa tunazungushia kadiri zinavyopanda juu. Tunazungushia hadi juu, zikifika juu pia tunazishusha zinalala chini. Kwa hiyo wewe huduma yako ndio itakufanya uvune michumo mingi. Na unaweza ukajiuliza, je, hizi hoho tunauza wapi? Masoko yetu ni wapi? Sisi kwa sasa hivi soko letu kubwa sana liko hapa Dar es Salaam. Tunauza soko la Kisutu, Ilala, na watu ambao especially wana supply zile supermarket ndio wateja wetu wakubwa sana. Na bei yake hii hoho bwana, bei yake ina range, inategemea na msimu, mko msimu gani, lakini bei yake inaanzia kuanzia 4,500 hadi 5,500 ndio bei ambayo ipo sokoni kwa shambani. Sisi tunauzia shambani. Yes. Yeah. Na hizi hoho tunauza kwa kilo. Tunapima kwa kilo. Most hoho 5 zinafikisha kilo. Kwa kilo moja ndio hiyo bei, inaanzia 4,500 hadi 5,500. Sometimes ikiwa ni kwenye high season inafika hadi 6,500, lakini ina depend na season hiyo ambayo mpo wakati huo. Ndo bei zake, yani hazijawahi shuka, ni 4,500 hadi 6,500, 5,500 ndo zina range humo. Je, unaweza ukawa unataka kulima, una interest ya kuingia kwenye kilimo hichi? Tunakukaribisha sana na sisi tunatoa huduma za consultation. Kama unataka upate ramani, uanzie wapi, una idea, je uanzeje, unapata wapi vifaa, tunakukaribisha. Sisi tupo, tuna consultation. Unaweza ukatupigia simu, uka comment hapo chini kwenye video yetu. Sisi tuko tayari kukuhudumia. Karibu sana kwenye kilimo. Kilimo kinalipa. Tunasema kwamba ili upate mazao mazuri na upate matunda mazuri, kama mkulima, kitu cha kwanza ambacho inabidi ufanye ni uamuzi sahihi wa kuchukua mbegu bora. Mbegu bora ndio inaweza ikakupa matunda ambayo ni mazuri na yanakupa mchumo mingi sana. Kwa hiyo sio kila mbegu ya kutumia. Kwa hiyo kama wewe unahitaji mbegu bora ya hoho, pia unaweza ukatucheck, tunakuelekeza vizuri mbegu bora zinapatikana wapi. Pia unaweza ukajiuliza ni kitu gani unaweza ukazingatia kama una kitalu nyumba. Sisi tunashauri sana, kitu cha kwanza kwenye kitalu nyumba tunakiita sanitation. Sanitation inasaidia kwamba kuzuia wadudu wasiingie ndani. Kwa hiyo kwenye kitalu nyumba chako pale mlangoni unapoingia inabidi uwe na sehemu ambayo mtu akifika, kabla mtu hajaingia, anaosha miguu yake, anasanitize miguu yake ili asilete wadudu ambao ametoka nao uko nje. Lakini pia inabidi uwe na special nguo za kuvaa ukiwa unaingia kwenye kitalu nyumba. Hayo yote tunayafanya kwa ajili ya kuzuia wadudu wasiingie kwenye kitalu nyumba yako au kuhamisha wadudu kutoka shamba moja kuja shamba jingine. Kwa mkulima anayetaka kuanza kilimo, kitu cha kwanza mimi ambacho naweza nikamshauri awe na picha, yani anataka afanye kilimo cha design gani. Yani awe tayari ana view. Kiasi kwamba hata mimi mwenyewe ukisema mimi nataka kuanza kilimo nikuita unataka kilimo gani? Kwa sababu sisi tuna advise watu ambao wanafanya kilimo cha design yote, cha nje na cha ndani. Kama sisi tunavyofanya hapa. Sisi hapa tuna kilimo cha nje na kilimo cha vitalu nyumba hapa ndani. Kwa wewe kama wewe unataka kuanza kwenye kilimo, inabidi uwe na overview, picha yako. Wewe unataka kilimo cha design gani? Unataka kufanya kilimo cha greenhouse, unataka kufanya kilimo cha nje? Na pia ukitucheki tunakushauri ufanye nini kwa wakati gani na ulime mazao gani. Hoho hizi tunazolima bwana zina matumizi mengi sana na ni hoho nzuri sana, zinatumiwa na watu wengi sana. Hizi hoho bwana
Zinatumia sasa kwenye saladi, wanatumia kuandaa saladi. Zinatumika kama kiungo kwenye kuunga mboga yako. Zinatumika pia kwenye biriani, zinatumika sana hoho hizi. Zina aroma au niseme ni zinanukia vizuri ukizitumia kwenye kutengeneza mboga yako. Pia kitu cha ziada kingine, zina karotini kubwa kuzingatia na zile hoho nyingine, na ni tamu, hata kwenye kuila ni tamu kulinganisha na hizo hoho zingine. Kwa hiyo ni hoho nzuri ambayo ni kwa afya, inakuongezea kitu, sio kwamba unakula tu, ila bado inaingia ndani, inajenga mwili. Unaweza ukajiuliza, je, kama unataka kujenga hizi greenhouse unapata wapi material au unapata wapi ushauri? Sisi tupo tayari kwa ajili yako, tunakupa ushauri na tuna pia engineer ambaye anajenga hizo greenhouse. Unaweza tukakuconnect naye akakujengea vizuri kabisa kama unavyoona sisi greenhouse zetu zilizojengwa. Lakini pia consultation zote za shamba kuanzia mwanzo hadi mwisho, tuna kitengo cha kusimamia hiyo shughuli yote. Kama uko interested na kilimo, usiogope sana. Watu wanatishwa kilimo bwana, tuna invest hela nyingi. Hapana, kilimo unaweza ukaanza sehemu yoyote tu ulipo tu, unaweza ukaanza na hicho kidogo ulicho nacho ukaenda mbele. Kwa hiyo usiogope bwana kwenye kilimo. Karibuni sana, kilimo kinalipa.